Kama kuna mwanadamu aliyepewa neema ya kujua ukweli, ni mwanadamu wa kizazi hiki. Akidanganywa anajua na akiambiwa ukweli anajua. Ila kwa nini mwanadamu anapenda sana kudanganywa kuliko ukweli? Kwa sababu mioyo ya wanadamu imechoka kusikia ukweli. Mtazamaji wa Esta TV, karibu katika chaneli yetu. Tunakuletea historia mbalimbali. Na hii leo tunakuletea historia ya mwimbaji wa nyimbo za Injili, Bahati John Bukuku. Bahati John Bukuku ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili anayefahamika Tanzania nzima kwa asilimia kubwa, lakini pia hata nje ya nchi kwa uimbaji wake wa nyimbo za Injili. Na mbali ya kuwa mwanamuziki wa nyimbo za Injili, ni mchungaji wa kanisa la Calvary Celebration Center, lakini pia ni mmiliki wa kampuni ya Sub Enterprises Company Limited inayojihusisha na mambo ya ukandarasi. Majina kamili ni Bahati John Bukuku, ni mzaliwa wa mkoa wa Mbeya. Amezaliwa katika hospitali ya Igongwe mkoani Mbeya mnamo mwaka 1981 katika wilaya ya Rungwe mkoa wa Mbeya. Kabila lake ni Mnyakyusa. Ni mtoto wa 13 kati ya watoto 14 wa baba na mama mmoja. Elimu. Bahati John Bukuku amesoma shule ya msingi Muungano iliyoko mkoani Mbeya na amemaliza mwaka 1966 shule ya msingi, na baada ya hapo akajiunga na shule ya sekondari, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kufanya vizuri kwa masomo yake ya kidato cha 4. Baada ya hapo alienda Dar es Salaam kwa lengo la kulisiti masomo yake, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuendelea na masomo, kwani aliweza kukaa mwaka mmoja ili kusubiri baba yake mdogo apate fedha za kumpeleka shuleni kwa ajili ya kulisiti masomo yake. Aliweza kusubiri ili wazazi wake waweze kupata pesa, lakini haikuwa kama matarajio yake, na huo ukawa mwisho wa elimu yake baada ya kushindwa kupata fedha za masomo, na wazo la kulisiti likaishia pale. Maisha ya wokovu. Kuanzia alipozaliwa mpaka alipofika darasa la 5 aliishi kwa wokovu wa wazazi wake, na alipofika darasa la 6 akiwa katika uwanja wa shule ya msingi Muungano ndipo akaamua kuokoka mwenyewe kufuatia mahubiri ya watumishi waliokuwa wakiendesha semina shuleni hapo, na baada ya kuombewa na kufanyiwa sala ya toba ndipo akaokoka na kuweza kufundishwa namna ya kutunza wokovu, na mpaka hivi sasa Bahati Bukuku anaishi ndani ya wokovu. Kuhusu kipaji cha uimbaji. Bahati Bukuku alipokuwa mdogo alianza kuota kama ndoto akiwa anaimba, lakini alipokuwa jijini Dar es Salaam alikutana na Daniel Balisa ambaye ndiye mume wake. Akamwambia unaweza kuimba, japo Bahati Bukuku alikuwa haamini kwamba yeye ni mwimbaji kweli. Baada ya hapo Daniel akampatia kiasi cha fedha kwa ajili ya kumsaidia Bahati Bukuku kuweza kurekodi nyimbo zake, lakini kwa kuwa Bahati Bukuku alikuwa ni mtu wa nyumbani, akashindwa kuambia wazazi wake, yaani baba na mama mdogo, kuwa amepewa fedha na Danieli kwa ajili ya kurekodi nyimbo zake. Ndipo akaamua kuzificha na kuzichimbia chini nyuma ya nyumba yao ambapo kuna shamba la bustani ya mboga. Kwa bahati mbaya mama yake mdogo akiwa analima, ndipo akaziona pesa zile na kuja nazo nyumbani ili kuuliza pesa zile ni za nani. Na kwa kuwa Bahati alikuwa muoga na mtu wa wokovu na ni mtu ambaye alikuwa hatoki nyumbani, akashindwa kusema kuwa pesa zile ni zake, na ikamlazimu anyamaze kimya, na hivyo pesa zile zikatumika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Baadaye alipokutana na kijana Danieli ndipo alipomuuliza kuwa amekwenda kurekodi, lakini ilimuia ngumu kueleza hali halisi ilivyotokea kwa ajili ya zile pesa. Ndipo Danieli alivyomwambia kuwa nitaenda kukulipia studioni moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kurekodi nyimbo zako. Baada ya Danieli kwenda kulipa fedha studioni, ndipo Bahati Bukuku alivyoenda kurekodi wimbo wake wa kwanza katika studio ya Chidumule, na alikutana na Chidumule ambaye ni producer. Alianza kuimba wimbo wake wa kwanza katika studio hiyo unaoitwa Ikulu ya Mbinguni. Wakati akiwa anaimba wimbo huo, alikutana na vikwazo vya kuvunjwa moyo na waimbaji wengine aliowakuta katika studio hiyo na kumwambia kuwa yeye hajui kuimba, lakini Chidumule alimtia moyo na kusema kuwa yeye ni mwimbaji. Baada ya hapo alipelekwa kwa mke wa Chidumule na kuzidi kumtia moyo katika safari yake ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Changamoto ambazo amekutana nazo katika uimbaji ni waimbaji wengine walimwambia kuwa hawezi kuimba. Alizidi kukutana nazo hata alipokwenda tena katika studio hiyo kwa ajili ya kurekodi wimbo wake wa Nyakati za Mwisho. Ilimlazimu kutumia panchi ya juu kuimba wimbo huo ili mradi ajulikane kuwa anaweza kuimba,
na panchi hiyo ilitoka kwa mwanadada Jennifer Mgendi, ambaye kwa kawaida yeye hutumia panchi ya juu. Alipewa wimbo wake kusikiliza kwa makini, na ndipo akaambiwa aimbe kwa panchi kama hiyo. Ilimuia vigumu kutokana na sauti yake, lakini ndipo akajaribu kuimba katika panchi ya juu katika wimbo huo wa Nyakati za Mwisho. Na baada ya kuweza kuimba nyimbo nyingi, aliweza kutoa albamu yake ya kwanza inayokwenda kwa jina la Yashinde Mapito. Ni albamu yake ya kwanza kabisa ambayo ameizindua katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Mbali na albamu hiyo, lakini mpaka hivi sasa anazo albamu 4, ambayo ya kwanza ni Yashinde Mapito yenye nyimbo kama Ikulu ya Mbinguni, Nimekukimbilia, Nyakati za Mwisho, Tusemezane, Jongwe Jwan, Mapito na Mimi Nasafiri. Albamu yake ya pili inakwenda kwa jina la Waraka wa Amani. Albamu hiyo ilikuwa na nyimbo 8 na mwitikio wa albamu hiyo ulikuwa mkubwa mno, kwani mapokeo yake yalikuwa yamepokelewa na watu wengi zaidi. Albamu ya tatu ni Dunia Haina Huruma, na nyingine ya mwisho inaitwa Umewazidi Wote, mahusiano na ndoa. Mwanadada Bahati Bukuku katika harakati zote za kusoma na kuanza uimbaji wake alikuwa hana mahusiano ya aina yoyote, lakini alikuwa na rafiki yake wa kike ambaye ndiye alikuwa akimuongoza katika kipindi chote cha kurekodi na kuweza kutoa nyimbo zake. Mbali na kuwa na promota Danieli, lakini mwanadada huyo alikuwa ni msaada mkubwa sana katika maisha yake. Wakati anataka kuzindua album, alikuwa anajiuliza na rafiki yake kwamba tutapata wapi pesa za kuweza kuzindua albamu hii. Lakini Danieli ndipo alipogharamikia gharama zote za uzinduzi wa albamu katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Alitoa kiasi kingi cha fedha kwa ajili ya uzinduzi wa albamu ya Bahati Bukuku. Alikuwa akimpushi mno katika uimbaji wake. Japo baada ya uzinduzi wa albamu ile, Daniel aliingia hasara kubwa, kwani hata kiasi cha pesa ambacho aliweza kukitumia kwa ajili ya uzinduzi hakikuweza kurudi kama matarajio yake. Lakini alizidi kumtia moyo Bahati Bukuku na kuweza kuendelea mbele katika uimbaji wake. Baada ya uzinduzi wa album, vijana wengi walijitokeza kwa ajili ya kuanzisha mahusiano na Bahati Bukuku. Daniel alikaa akawaza sana, lakini Bahati Bukuku naye hakuwa tayari kuanzisha mahusiano kwa wakati ule. Baada ya Daniel kuona vijana wengi walikuwa wanamfuata Bahati Bukuku kwa ajili ya kuanzisha mahusiano, ndipo likaja wazo la yeye kuwa na mahusiano na Bahati Bukuku. Akamfuata rafiki yake wa kike na kuweza kumwelezea mambo hayo. Japo haikuwa rahisi sana kwa Bahati Bukuku kuweza kukubali. Dada yule alikuwa akimpa mambo mbalimbali Bahati Bukuku, kama kupeleka saluni, kununua vipodozi na matumizi mbalimbali ya fedha. Kumbe fedha zile zilikuwa zikitoka kwa kijana Danieli. Na rafiki yake Bahati Bukuku aliweza kumwambia Danieli kwamba Bahati Bukuku amekubali mahusiano yake. Lakini kumbe haikuwa hivyo. Bahati Bukuku alikuwa hajui lolote na alikuwa hajui pesa zile zinatoka kwa Danieli. Mwisho wa siku akaamua kukutana Danieli, Bahati Bukuku na rafiki yake Bahati Bukuku ambaye ni mwanadada yule. Na ndipo wakaamua kuongea kwa kina zaidi kuhusiana na mahusiano ya kimapenzi. Bahati Bukuku aliwaza kwa kina sana, na ndipo alipoamua uamuzi wa kuwa na mahusiano na kijana yule. Lakini aliamua vile kwa sababu aliona kijana yule alikuwa sio mtu wa tamaa. Alikuwa akipambania maisha yake, tofauti na vijana wale ambao walikuwa wakimfuata wakati wa kuinuka kwake katika njia ya uimbaji. Na ndipo huo ukawa mwanzo wa mahusiano ya Danieli na Bahati Bukuku. Katika suala la ndoa, baada ya kuingia kwenye suala la mahusiano, ndipo wakaamua kupanga masuala mazima ya ndoa na kuweza kufunga ndoa ile. Ndoa ilifungwa mnamo mwaka 2003 na maisha ndani ya ndoa kipindi cha kwanza yalikuwa ni mazuri na ya amani mno, japo changamoto ilikuwa kwa wachungaji baada ya kualikwa kwenye matamasha kwa muda mrefu pasi kuwa na posho ya aina yoyote, mpaka ikafikia wakati mume wake akaanza kukata tamaa juu ya maisha yao ya ndoa. Na alipata changamoto mbalimbali katika ndoa, mojawapo ikiwa ni changamoto ya kuharibika kwa mimba mara kwa mara. Kila anaposhika ujauzito ule ulikuwa ukiharibika. Na ndipo hapo mtafaruku wa ndoa kati yake na mume wake ukaanza kutokea. Alizidi kung'ang'ana katika maombi, lakini mwishowe wakiweza kutengana, Bahati Bukuku akiwa ni mjamzito. Kipindi hicho alizidi kumtafuta Mungu sana
Na katika kipindi hicho ambacho alikuwa anapitia, ndipo alipotoa wimbo wa Majaribu Yamekuwa Sehemu ya Maisha Yangu, kwani kilikuwa ni kipindi kigumu mno katika maisha yake. Changamoto nyingine ambazo amepitia Bahati Bukuku ni katika vyombo vya habari, hasa katika magazeti, kwani waliweza kuandika habari nyingi za Bahati Bukuku ambazo si nzuri, na habari hizo walikuwa wakipewa na mume wake pindi vyombo vya habari vilipokuwa vikienda kumhoji mume wake. Na Bahati Bukuku aliweza kuzungumza mambo mengi ambayo yalikuwa yanamchafua Bahati Bukuku, na kipindi hicho mume wake aliweza kuongea hivyo kwani alikuwa tayari yupo ndani ya mahusiano mengine. Lakini Bahati Bukuku aliweza kuyasikia yale na hakuweza kusema lolote. Alizidi kutiwa moyo na baadhi ya redio mbalimbali ambazo zilikuwa zikipiga nyimbo zake na kuendelea kufarijika zaidi kupitia redio zile ambazo zilikuwa zinapiga nyimbo zake. Katika mapito ambayo amepitia katika kipindi chote cha ujauzito na kuachwa na mumewe, Mchungaji Mwakiboro pamoja na Jennifer Mgendi na Boni Mwaitege pamoja na wazazi wake waliweza kumtia moyo na kumfariji katika changamoto alizokutana nazo. Hata alipojifungua mtoto ambaye hakukaa kwa muda mrefu akaanza kuugua, Bahati Bukuku aliweza kumuuguza mtoto wake katika hospitali ya Mhindi inayopatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam. Alimuuguza kwa muda mrefu pasi kuwa na mafanikio ya aina yoyote. Hata alipompigia mume wake juu ya ugonjwa mwanaye, mume wake alidai kadi za kliniki. Ilimshangaza sana Bahati Bukuku, lakini hakuwa na namna. Alizidi kumwomba Mungu na kuzidi kumhudumia mtoto wake. Mwisho wa siku mtoto wake aliweza kufariki. Na katika kipindi chote alichomuuguza mtoto wake mpaka umauti ulipomkuta, alikuwa anadaiwa zaidi ya shilingi milioni 2. Siku ambayo alikuwa ameambiwa alipe fedha zile alizokuwa anadaiwa, alikuwa na kiasi cha pesa cha shilingi 100,000 pekee. Mhindi alipata tabu sana kumwambia Bahati Bukuku alipe fedha zile, kwani Bahati Bukuku alikuwa hana pesa nyingine zaidi ya ile 100,000. Baada ya mtafaruku wa hapa na pale kwa ajili ya madai ya Mhindi yule, ndipo Bahati Bukuku alipomwambia Mhindi kuwa kama unataka chukua hii 100,000, lakini kama hutaki chukua mtoto ukamzike. Mhindi alitafakari kwa kina na ndipo akaamua kumpa Bahati Bukuku mtoto wake. Nje ya hospitali Bahati Bukuku alikuwa na Boni Mwaitege, Jennifer Mgendi pamoja na wazazi wake. Walimchukua mtoto yule na kwenda kumzika. Mbali na mume wake kupata taarifa, alikuja msibani kama mtu baki na hakuja kama baba mzazi wa mtoto, kwani hakujishughulisha na jambo lolote. Alipitia mazito Bahati Bukuku kwa muda mrefu, ndipo akajaribu kumuuliza Mungu, je, Mungu upo likizo? Na kama upo likizo basi anza leo kazi. Na ndipo wazo la wimbo wa Mungu upo likizo, kama upo likizo anza leo kazi lilipotokea, akaweza kuandika wimbo ule na kuweza kuutoa. Na wimbo huo ndo ulikuwa wimbo wa mwisho aliyoutoa katika majaribu yote na mapito yote ambayo ameweza kupitia Bahati Bukuku. Aliweza kupitia majaribu mengi, na hata mara baada ya mtoto wake kufariki, changamoto zilizidi kuongezeka. Wachungaji mbalimbali walikuwa wanamsema vibaya. Wachungaji walikuwa wanamsema kwamba yeye ni mtu wa mafarakano, ni mtu wa majaribu, ni mtu ambaye anajaribiwa na Mungu. Alijiuliza sana kwamba kweli huyu Mungu anaweza kujaribu watu kiasi hiki? Kama kweli mapito anayopitia ndiyo Mungu ameweza kusababisha? Watu mbalimbali na wanawake wenzake waliweza kumvunja moyo kabisa, mpaka ikafika wakati alitamani kujiua. Lakini haya yote ni kutokana na mapito ambayo amepitia Bahati Bukuku. Mafanikio katika uimbaji. Bahati John Bukuku amepata mafanikio makubwa sana kupitia uimbaji wake. Mbali na changamoto nyingi ambazo amekutana nazo, lakini alizidi kumwinua Mungu na kuweza kulitukuza jina lake. Na mpaka hivi sasa kupitia uimbaji wake ameweza kufungua kampuni inayoitwa Sabu Enterprises Company Limited inayojihusisha na masuala ya ukandarasi, ambayo anaisimamia mwenyewe. Lakini pia kutokana na mafanikio aliyopata katika uimbaji, ameamua kuishi na watoto ambao anawalea kama watoto wake. Na tunafahamu kwamba mpaka hivi sasa Bahati Bukuku hajaweza kupata mtoto mwingine baada ya yule kufariki. Mbali na kuwa na kampuni na kulea watoto, lakini pia Bahati Bukuku ni mchungaji wa kanisa la Calvary Celebration Center
na suala la kuwa mchungaji limetokana na kuyaona mazingira ya wachungaji na changamoto wanazopitia, lakini wanakazana kumtumikia na kumtukuza Mungu. Ndipo yeye akaona na yeye hana sababu ya kuacha kumtumikia Mungu, japo yeye hakuwa na nia ya kuwa mchungaji wala nabii, lakini moyoni mwake alikutana na wito zaidi ya miaka 10 iliyopita kuhusu yeye kuwa mchungaji. Baada ya kuyaona maisha ambayo wachungaji walikuwa wanapitia, ndipo akaamua kuisikia sauti ya Mungu na akaanza kufungua kanisa, na mpaka hivi sasa ni mchungaji kiongozi wa kanisa hilo. Na kanisa hilo lipo Tegeta na Manga mkoani Dar es Salaam, ambapo anahudumu kama mchungaji kiongozi wa kanisa hilo. Ni mafanikio mengi ambayo ameyapata, na pengine unaweza kujiuliza, mbali na changamoto hizo, lakini aliweza kudumu katika maombi na kuweza kumtukuza Mungu, na mpaka hivi sasa Bahati Bukuku ni mtu ambaye ana mafanikio makubwa na kuweza kumtukuza Mungu. Na hii ndio historia ya Bahati John Bukuku, mwimbaji wa nyimbo za Injili nchini Tanzania. Historia hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli. Sura ya mtu sio picha ya moyo. Picha ya moyo ndio matendo ya mtu. Wakati unamwona mtu kwa sura, unaweza ukaona kabisa kwamba huyu ni mtu sahihi kwako, lakini unapoangalia matendo unagundua huyu sio mtu sahihi kwako.